Nashukuru Mungu amenipa nafasi tena hii ya kukutana na wewe katika kipindi chetu. Na somo letu la leo moja kwa moja tumelipa jina usiangalie nyuma kuna hatari. Usiangalie nyuma kuna hatari. Na somo letu moja kwa moja tutalitoa katika kile kitabu cha Mwanzo. Mwanzo sura ile ya 19, tutaanza mstari ule wa 17 hadi 26. Lakini somo letu tutaligawa mara mbili. Tutaanza mstari wa 17 hadi mstari ule wa 20. Baadaye tutamalizia mstari wa 21 hadi 26. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaanza Mwanzo sura hiyo ya 19 mstari huo wa 17. Ikawa alipomtoa nje, mmoja alisema, jiponye nafsi yako, usitazame nyuma, wala usisimame katika hilo bonde popote. Ujiponye mlimani, usije ukapotee. Lutu akamwambia, sivyo bwana wangu. Tazama, mtumwa wako ameona kibali machoni pako, nawe umezidisha rehema zako ulizonifanyia kwa kuponya nafsi yangu. Nami siwezi kukimbilia mlimani, nisipatwe na yale mabaya nikafa. Basi mji huu ukaribu, niukimbilie, nao ni mdogo. Nijiponye sasa huko, sio mdogo huu, na nafsi yangu itaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa ni wale malaika waliokutana na Lutu. Wakamwambia kwamba kimbieni, hata msisubutu kuangalia nyuma. Kwa hiyo amri waliopewa na hao malaika wasiangalie nyuma. Kwa hiyo Lutu na familia yake waliambiwa waondoke, lakini wasiangalie nyuma wala wasisimame njiani. Lakini Lutu akawa na sita kuondoka, na hao malaika wakamwambia kwamba hatuwezi tukaangamiza mji huu, lazima uondoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo twende kumalizia somo letu sasa na ule mstari wa mwisho ule wa 21 hadi 26. Tunasoma Mwanzo sura ile ya 19, tumeanza mstari wa 17 hadi 20. Kwa sasa tunakwenda kumaliza ule 21 hadi 26. Akamwambia, tazama, nimekukubali hata kwa neno hili, kwamba sitauangamiza mji huu uliounena. Ima ujiponye huko, maana siwezi kufanya neno lolote hata uingiapo humo. Kwa hiyo jina la mji ule ukaitwa Suari. Jua lilikuwa limechomoza juu ya nchi Lutu alipoingia Suari. Ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma na juu ya Gomora kibiriti na moto kutoka mbinguni kwa Bwana, akauangusha miji hiyo na bonde lote na wote waliokaa katika miji hiyo na yote yaliyomea katika nchi ile. Lakini mkewe Lutu akatazama nyuma yake, akawa nguzo ya chumvi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo amri waliopewa na hawa malaika wasiangalie nyuma. Lakini mke wa Lutu ambaye alikuwa pamoja na Lutu, yeye aliangalia nyuma. Je, unajua maana ya kuangalia nyuma? Kwa sababu neno letu linasema usiangalie nyuma kuna hatari. Na mke wa Lutu alivyotazama nyuma akageuka nguzo ya chumvi hadi leo. Kwa nini Mungu anataka usiangalie nyuma? Sodoma na Gomora kulikuwa na uchafu mwingi unaoendelea. Kwa hiyo na wewe unapoangalia nyuma unakuwa bado hujaamini kama umetoka Sodoma na Gomora. Unakuwa bado una wivu ndani mwako, una tamaa ndani mwako, huko ni kuangalia nyuma. Unakuwa bado unakumbuka wale marafiki zako ulikuwa nao kabla hujaokoka. Unakuwa na waza, kweli hivi nitawaona kweli? Hivi zile raha tulikuwa tunazipata huku nitazipata kweli? Hivi zile raha nitazipata? Zile auti nitazipata kweli huko ambapo nimekuja? Kwa hiyo kuangalia nyuma ni kukumbuka maisha yako ya zamani, na huko ni hatari sana. Kwa hiyo na wewe unayetamani kurudi nyuma, Mungu anasema nenda mbele, usiangalie nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi wameangamia kwa sababu ya kuangalia nyuma. Kuangalia nyuma ni kurudi mahali Mungu alipokutoa. Wana wa Israeli kuna wakati walitamani kurudi nyuma. Walitamani kurudi Misri. Wakaanza kumnungunikia Musa kwamba wewe umetuleta hapa jangwani ili tuumie? Bora ungetuacha kule Misri, tulikuwa tunakula vizuri, tunakula nyama. Sasa wewe unatuleta hapa jangwani ili tuangamie? Kwa hiyo hawa walitamani kurudi nyuma. Kwa hiyo kurudi nyuma ni kurudi mahali ambapo Mungu alipokutoa. Ulikuwa muongo, Mungu akakutoa hapo. Ulikuwa na nyumba ndogo pembeni, Mungu akakutoa huko. Ulikuwa umejawa na tamaa, Mungu akakutoa huko.
Kwa hiyo Mungu anasema usirudi huko, maana huko kuna hatari. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo nataka nikuambie kwamba ujifunze kutokana na mke wa Lutu. Waliambiwa kwamba waondoke, waende wakiwa naangalia mbele. Wakaambiwa kwamba wasiangalie nyuma wala wasitazame nyuma. Lakini mke wa Lutu alivyokumbuka zile raha, zile starehe alikuwa anazipata, akaangalia nyuma. Na alivyoangalia nyuma akageuka nguzo ya chumvi hadi leo. Kwa na wewe jinsi unavyozidi kuangalia nyuma ndivyo unavyozidi kugeuka nguzo ya chumvi bila kujua. Mungu atusaidie sana. Na leo Mungu anatupa onyo kwa upendo mkubwa sana. Acha kuangalia nyuma. Acha kukumbuka mambo ya nyuma. Huko umeisha toka, unarudi kufanya nini? Unataka uwe nguzo ya chumvi hadi leo? Unataka uitwe yale majina ulikuwa unaitwa zamani hadi leo? Lutu na familia yake maisha yanaendelea. Lakini mke wa Lutu alibaki pale pale kwa sababu hakusikia alichoambiwa, akageuka nguzo ya chumvi. Kwa hiyo hebu chunguza marafiki zako ambao uko nao. Hebu chunguza hao marafiki ambao walikupotosha mwanzoni, ambao tena umewarudilia na Mungu amesha kutoa huko. Akakwambia kwamba usiangalie nyuma, usiwe mfano mbaya kama wa mke wa Lutu. Kwa hiyo wewe nenda ukiangalia mbele na iwe kwako, na Mungu akubariki sana.